Mwanahabari yoyote ambaye ataripoti taarifa katika taifa letu ya kufundisha, ya kuhabarisha, wote hawa ni raia ambao wako katika package ya kulindwa katika taifa lao na mali zao. Lakini pamoja na hilo, kuna maeneo yote nyeti katika taifa letu na hasa katika mkoa wetu. Na nyinyi mnafahamu kwamba mkoa huu ni moja ya mikoa mikubwa ambayo imebeba uwekezaji mkubwa sana, na ni mkoa ambao una vitu vingi ambavyo vitakapoharibiwa vinaweza kuleta taswira ambayo sio sahihi. Maeneo yote ya msingi, vyombo vya dola vinafahamu namna ambavyo maeneo hayo yote yapo kwenye viganja vyao. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, katika jambo jingine utakapotishiwa na mtu yoyote, ninyi ni waandishi wa habari, mnafahamu taratibu. Mtaripoti katika kituo cha polisi, kwa chombo cha dola, ili mtu huyo aliyekutishia aweze kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Nihitimishe kwamba msiogope waandishi wa habari kuwa viunganishi kati ya watu na serikali, bali ogopeni waandishi wa habari kuwa wagawaji wa taifa kati ya wananchi na serikali yao. Jambo lolote mnapoliripoti lazima mwe mmekwisha tafakari kiasi cha kutosha impact ambayo inaweza kutokea baada ya wewe kuwa umekwisha ripoti jambo hilo. Na ndio maana nyakati zote tunasisitiza kubalance story kabla hujairusha story. Umepata taarifa kuna maboksi ya kura yameibiwa, nachukulia mfano, wewe unakwenda unaripoti maboksi ya kura kweli yameibiwa, unaleta taharuki, uliza moja kwa moja kutoka kwenye kituo hicho, fika kwenye kituo hicho, pata taarifa zilizo sahihi kabla hujaweza kuripoti taarifa yote. Na kama kuna matishio, vyombo vya dola vipo kukulindeni ninyi pamoja na mali zenu, yani kwa maana ya kamera na vitu vinginevyo. Kwa muda mrefu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa elimu kwa Watanzania kuhusu mchakato wote wa upigaji wa kura. Katika kila kituo cha kupigia kura wapo maafisa walioteuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa kama wasimamizi wa uchaguzi, makarani, waelekezaji na walinzi pia. Kwa lugha nyepesi, ndani ya kituo cha kupigia kura michakato yote itakuwa ya huru na haki. Na kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeelekezwa distance ya kila mmoja kuwa baada ya kupiga kura. Kwa hiyo niombe Watanzania wote na hasa wa Dar es Salaam, zipo taarifa za kawaida zenye nia njema za kumtaka Mtanzania au mwana Dar es Salaam anapopiga kura kuweza kuilinda kura yake. Kulinda kura yake maana yake nini? Kila chama kinachoshiriki katika uchaguzi kimeteua mawakala wao ambao watakuwa observers wa mchakato huo huru na ambao utakuwa ni wawazi ndani ya kituo cha kupigia kura. Kwa hiyo huyo ndiye aliyeteuliwa na chama, na huyo ndiye atakayekuwa ni mwakilishi wa wafuasi wote wa chama cha siasa kilichoshiriki katika uchaguzi huo. Na baada ya mchakato huo, wale mawakala wote watashiriki kuhesabu katika kura zao za wagombea wao, kusaini pale ambapo wanakubaliana matokeo, na baada ya hapo ndio watakuwa ni mabalozi sahihi wa wafuasi wa chama hicho cha siasa tunapokwenda kutangaza. Mnafahamu kwa dhati kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 ni siku ambayo taifa la Tanzania litakuwa na uchaguzi wa kuchagua kiongozi kwa maana ya rais, wa bunge na madiwani, jambo ambalo ni la kawaida kwa kila baada ya miaka mitano. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna wapiga kura wengi zaidi ya milioni 4 ambao tunaamini kabisa kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 wote watajitokeza ili kuweza kutumia haki hiyo ya katiba kuchagua viongozi wanaowataka. Mimi pamoja na wenzangu tutoke mbele yenu na mbele ya Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha, pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura.
kituo ulicho watakwenda kupigia kura. Kituo ulichojiandikisha inaweza kutokea kisiwe ndio kituo cha kupigia kura, lakini kama utakuwa umebadilishiwa mahali pa kupigia kura, basi itakuwa ni vituo vilivyo karibu na kituo ulichotumia awali kujiandikishia. Kwa maana kwamba vituo vya kujiandikishia vinaweza kuwa vilikuwa ni vichache kuliko vituo vya kupigia kura. Na hii yote Tume ya Taifa Huru ya Uchaguzi imeongeza wigo mpana wa vituo vya kupigia kura, kwa sababu kujiandikisha kulikuwa ni zaidi ya siku moja, lakini kupiga kura kutakuwa ni kwa siku moja. Na ndio maana huduma ya vituo vya kupigia kura vinakuwa ni vingi zaidi pengine kuliko vile vituo vilivyotumika kujiandikishia.